Sawa eh? Sasa hapa mimi kwa leo nitaenda kuizungumzia hii inayoitwa vesicovagina fistula au vesicovaginal fistula, kwa maana kunakuwa na mahusiano yasiyo ya kawaida kati ya kibofu cha mkojo pamoja na uuke, kwa maana urinary bladder pamoja na vagina. Natumaini tuko pamoja hapo. Kwa hiyo sasa hii vesicovagina fistula inaweza ikasababishwa na kitu gani? Twende tukaone. Sababu zipo nyingi, ila mimi nitazitaja hizi zifuatazo. Sababu kuu ndo hizi ninazozianza nazo. Cha kwanza kabisa wanasema obstructed labor. Sawa eh? Yani hapa tunapozungumzia obstructed labor, manake ni mwanamke anapokuwa kwenye harakati za kujifungua, alafu yule mtoto akakwama wakati mchakato wa kujifungua unaendelea, uchungu upo, alafu mtoto amenasa hatoki. Kwa hiyo akikaa muda mrefu bila kujifungua, manake ule uuke wake unagusamana na kile kibofu cha mkojo. Kwa hiyo ikigusamana, manake kunaweza kukatengeneza mahusiano ya moja kwa moja. Mwisho wa siku ile ngozi ya kwenye kibofu cha mkojo ikalika taratibu wakati huo mchakato unaendelea, alafu baadaye ikaja ikakutana na hii ngozi ya kwenye huo uuke ikatoboa, na yenyewe inaweza hicho kitundu kikatokea mara baada ya kujifungua au baada ya siku kadhaa. Sio lazima itokee mara tu baada ya kujifungua. Inaweza ikateki time kidogo, kwa maana muda, siku kadhaa, alafu dalili za hiyo vesicovagina fistula ikafanyaje? Ikatokea. Sababu nyingine ambayo inaweza ikatokea, kuna kitu tunakiita kwamba kibofu cha mkojo kimetobolewa kutokana na operation ya kumtoa mtoto. Sawa eh? Hiyo pia ni moja ya sababu. Sababu nyingine ambayo inaweza ikatokea, sana sana hizo ndio maarufu sana zinaweza kusababishwa, lakini hizi nitakazozitaja ni za kawaida sana. Kwa mfano, mwanamama akapata ajali ambayo imetokea kitu chenye ncha kali kimemchoma sehemu ya mbele ya kibofu cha mkojo, au kwa maana kwenye ule mfumo au kwenye ile eneo ambao tunalita pelvic area, kwa maana kwenye kitovu, kwenye kiuno kushuka chini. Pale akachomwa na kitu chenye ncha kali, basi kile kitu kinaweza kikapitiliza kwenye kibofu mpaka kikafika kwenye huo uuke. Kingine ambacho kinaweza kikatokea ni kwa mfano yule mwanamke ambaye anatolewa kipimo kwenye hicho kitu kwenye huo uuke, kwa maana anatolewa kinyama fulani ili aweze kwenda kupimwa. Pia inaweza ikasababisha kwamba labda kile kinyama wakakitoa kwa kiwango kikubwa, kwa hiyo kale kanafasi kakawa kanalika mpaka kakafika kwenye njia au kwenye kile kibofu. Kingine kinachoweza kutokea, matibabu ya mionzi ambayo yanaweza ambayo huyo mhusika anapatiwa, pia yanaweza kusababisha. Muda mwingine pia kwa wale ambao wanawake wanaofanyiwa operation ya kutolewa kizazi, pia inaweza ikasababishwa kwamba yupo kwenye
operation ya kutolewa kizazi, bahati mbaya huo uke ukachanwa, alafu ukaenda kukutana na hicho kibofu cha mkojo. Kingine kinachoweza kutokea tunakiita maambukizi, sawa, ya maambukizi makali ya vimelea kwenye mfumo wa uzazi. Hapa tunazungumzia sana sana kwenye uuke, kwamba akapata maambukizi makali vile vimelea basi vikashambulia zile kuta za kile ule uuke, basi wale wadudu wanaweza wakashambulia wakafika mpaka kwenye huo ukuta wa kibofu cha mkojo. Kwa sababu tunapozungumzia kibofu cha mkojo na huo uke, manake viko jirani, vinakuwa kama vimekandamizana hivi. Kwa hiyo unakuta hiki kibofu cha mkojo alafu huu uke, kwa hiyo unakuta umekaa kama hivi. Kwa hiyo huu uke ukipata changamoto, manake kwa ndani huku, manake inakuja kugonga kwenye huu ukuta wa kibofu cha mkojo. Ndio kwa hiyo ninavyoelezea, basi muelewe katika mfumo kama huo. Na pia kingine, inaweza pia ikatokea bahati mbaya kwamba wakati wa kufanyiwa operation ya zile organi za kwenye tumbo, kwa hiyo unaweza ukakuta pia ikatokea bahati mbaya pia kibofu kikaguswa pamoja na hicho nikimaanisha kibofu pamoja na huo uuke wa mwanamke, kwamba vikaguswa bahati mbaya, vikatobolewa, basi inaweza kusababisha kitu kama hicho. Wakati mwingine unaweza ukakuta tu ule ukuta wa kwenye kizazi umeporomoka tu, yaani bila sababu za msingi. Aidha huyo mwanamke alizaliwa tu na ukuta wake wa uke upo dhaifu. Kwa hiyo unashangaa tu siku imetokea tu, basi unashangaa ukuta umefanyaje? Umeporomoka. Kwa hiyo hizo ni baadhi ya visababishi vya hiyo tunayoita obstetric fistula, ambayo ni vesicovagina fistula. Zipo nyingi, ila hizo ndio sababu au hivyo ndivyo visababishi, ila vikuu ndo mkalili hivyo, kwamba hiyo obstructive labor na kuumizwa kwa kibofu cha mkojo iliyosababishwa na operation au upasuaji wa kumtoa mtoto. Hizo ndio common sana, lakini kwa miaka ya sasa hivi sidhani kama fistula zipo. Natumaini sasa hivi sidhani kama fistula zipo. Serikali imejitahidi, inapambana kuhakikisha hiyo changamoto wakina mama haiwapati. Twende tukaone sasa utajuaje sasa kama wewe mwanamke unapitia hiyo changamoto ya vesicovaginal fistula, kwa maana hayo mahusiano yasiyo ya kawaida kati ya kibofu cha mkojo pamoja na uuke. Cha kwanza kabisa ni uwepo wa kupata mkojo kupitia uuke, yaani mkojo unatoka kwenye uuke. Hiyo ndio dalili kuu, kwamba mkojo unatokea kwenye uuke. Sawa, dalili nyingine unakuta mkojo unakuwa na harufu kali isiyokuwa ya kawaida. Kingine unashangaa tu unaumwa UTI za mara kwa mara. Basi ikifika kwenye stage ambayo sasa sio nzuri, sasa
ndo unaweza ukapata mkojo wenye damu, sawa. Unaweza usipate siku, yani bleed haupati, unashangaa wapitiliza miezi 2, 3. Hiyo nayo sio nzuri. Pia ni sehemu ya dalili, au wakati mwingine mimba zinaharibika tu. Ukibeba mimba inaharibika, inatoka tu yenyewe. Hizo pia ni dalili. Kwa ukiona unapitia hizo dalili, basi fika hospitali mapema ili uweze kupata utatuzi, uweze kutibiwa kama utakutwa na hiyo changamoto ya Vesicovagina fistula, kwa maana ya mahusiano yasiyo ya kawaida kati ya kibofu cha mkojo na uuke. Sawa ndugu zanguni. Kwa hiyo madhara yake ni yapi? Madhara yake ni yapi? Kama tulivyoona, dhara la kwanza ni kuharibikiwa na mimba, japo ni sehemu ya dalili. Lakini mimba ukiharibikiwa tayari ni madhara, kwa sababu mwanamama akibeba ujauzito au akibeba mimba, basi tunategemea aitunze mpaka aje ajifungue mtoto wake. Madhara mengine yanaweza kutokea ni kupata changamoto ya kwenye ule tunaita ule mrija ambao unatoa maji taka kutoka kwenye kibofu, kwenye figo kuja kwenye kibofu. Kwa hiyo nayo inaweza ukapata changamoto. Kingine huo uuke sasa unaweza ukapata ile ngozi yake au ule ukuta wake ukapoteza nuru, ukakakamaa. Inaweza ikakaa vibaya, inaweza ikafikia hata kwenye kansa. Kingine manake kibofu cha mkojo kitapoteza uwezo wake, kitapoteza ufanisi wake wa kufanya kazi. Kwa hiyo yani utakuwa huwezi kutunza mkojo, huwezi kabisa. Hayo ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakampata mwanamama, mwanadada ambaye mwenye hiyo changamoto ya Vesicovagina fistula. Basi natumaini mtakuwa mmepata elimu ya kutosha, ndugu watazamaji wetu wa Keme TZ Media. Basi niwaombe msiache kusubscribe, msiache kushare na wengine ili waweze kupata hii elimu.